Watu wengi waliookoka wamepita katika changamoto nyingi ngumu na kubwa zilizopita ufahamu wao. Walipita kwenye matatizo ambayo walifika mahali wakakata tamaa, walifika mahali wakawa hawana amani tena, walifika mahali wakaona hamna umuhimu wa kuendelea kuishi kwenye hii dunia. Lakini walipoamua kumpa nafasi Yesu Kristo aanze upya, ndipo walipoanza kupata uponyaji wa hatua kwa hatua, na hata leo hii wamekuwa ushuhuda unaotembea. Nini ninachotaka kukwambia mtu wa Mungu? Ni jukumu lako kumpa Yesu Kristo nafasi muda huu ambao una afya njema. Usisubiri mpaka upate changamoto kubwa ambazo muda huo unakuwa afya yako imezoroteka, muda huo amani yako inakuwa imetoweka, muda huo dunia unaona hamna muhimu tena kuendelea kuishi, ambapo kunakuwa ni matatizo, kunakuwa na maumivu. Sasa usisubiri ufike hatua mbaya ndio umpe Yesu Kristo nafasi. Ni kweli atakuponya, lakini utakuwa umeshaumia, utakuwa umeshadhoroteka, utakuwa amani yako umeshatoweka. Mtu wa Mungu, mkubali Yesu Kristo muda huu upo salama, ambapo bado hujapata changamoto yote ngumu na kubwa ambayo unaona una survive kwenye dunia, unaishi kwenye maisha ya dhambi, unasikia raha na amani. Lakini mimi nakwambia mtu wa Mungu, usisubiri kipigo cha Mungu kiingilie kwenye maisha yako ndipo uokoke. Hebu muda huu mkubali Yesu Kristo hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu mimi mwenyewe ni ushuhuda ninayetembea. Nilipita katika changamoto kubwa na ngumu zilizopita kwenye ufahamu wangu. Ilifika mahali nilikata tamaa ya kuishi, maana ilifika mahali hata nikila kijiko kimoja tu cha chakula tumbo limejaa, hata kupumua sipumui. Shetani amenisemesha kichwani ya kwamba leo na kuondoa, hauwezi kuishi. Hata nikitaka kwenda kazini na hofia barabarani naweza kugongwa. Hofu, rama, shaka iliingia ndani mwangu. Lakini ngoja nikwambie mtu wa Mungu, nilipokubali kumpa Yesu Kristo nafasi katika maisha yangu, ndipo nilipoanza kupata umbiko la uponyaji. Lakini shetani katika hatua hiyo ngumu na kubwa, shetani alinisemesha, alinionea kwenye mawazo. Nilikonda kwa sababu ya uongo wa shetani kunisemesha kwenye akili yangu kwamba Mungu hawezi kukusaidia, Mungu hawezi kukupenda kwa sababu umeshatenda dhambi sana. Lakini kiukweli alikuwa ananisemesha hivyo kwamba wokovu ni mgumu, kwa sababu utaweza kuacha uzinzi, utaweza kuacha matusi, utaweza kuacha masengenyo, utaweza kuacha wivu. Shetani alikuwa ananisemesha kwenye akili yangu, na mimi kweli nikawa na tafakari, anayosema shetani ni kweli. Nimeshazoea mambo ya kidunia, nimeshazoea mambo yote maovu. Je, nitaweza kwa Mungu kuyaacha haya mambo? Nilipokuwa nawaza hivyo na kufikiria hivyo, nasema mimi bora nikubaliane na shetani. Hali yangu inazidi kuwa mbaya, roho ya mauti inakuja, hadi kifo nakiona hiki hapa. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia, mwanangu, kataa hiyo hali, utaondoka duniani na utaenda motoni. Nilipokuwa naanza kupinga na kumkubali Yesu Kristo, ndipo nilipoanza kupata uponyaji. Nini ninachosema na wewe leo mtu wa Mungu? Una nafasi ya kumkubali Yesu Kristo, muda huu upo salama. Usisubiri mpaka upite changamoto ngumu, usisubiri mpaka upite kwenye maradhi ambayo ukate tamaa ya kuishi. Ni kweli Yesu anaweza kukuponya hata ukiwa umekata tamaa, lakini muda huo utakuwa umeshaumia sana. Muda huo utakuwa akili yako imeshafika mwisho. Muda huo utakuwa hata amani hauna tena. Usisubiri muda huo mtu wa Mungu. Mkubali Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako ili uwe shuhuda unayetembea. Kubali neno la Mungu, lisikie neno la Mungu na uliweke katika imani. Ndio maana amesema katika Efeso 2:8, amesema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo kwa hiyo kutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Kwa hiyo kumbe neema ya wokovu hatuipokei neema kwa nguvu zetu, ila tunaipokea neema kwa kupitia upendo wa Yesu Kristo. Yaani kuipokea neema ni kustahilishwa kwa asiye stahili. Kwa hiyo sisi hatukustahili kupokea neema ya wokovu, lakini Mungu ameamua kutustahilisha. Lakini neema ya wokovu haitakuja kwako automatic. Ndio maana amesema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa kumbe kupitia imani ndio unaweza kuipokea neema. Yaani neema unaletewa na Yesu Kristo. Kwa hiyo kupokea au kutokuipokea ni uamuzi wako. Ndio maana wokovu hauji automatic. Neema ya wokovu ipo kwa kila mtu dunia nzima. Lakini sasa kuipokea hiyo neema inahitaji imani, yani kumwamini yeye aliyeleta neema ambaye ni Yesu Kristo. Usipomwamini Yesu Kristo hautapata neema ya wokovu, na mwisho wa siku utaenda jehanamu ya moto, kwa sababu matendo yako hautaweza kushinda dhambi bila Yesu. Ina maana utaendelea kwenye matendo maovu na mabaya, mwisho wa siku unaenda jehanamu ya moto. Mtu wa Mungu, mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nami nakuhubiria Injili ili umkubali Yesu Kristo, ili upate kustahilishwa neema ya wokovu kwa njia ya imani. Mkubali Yesu Kristo kupitia imani na utanufaika na hii neema, na Mungu atakupa neema ya kushinda dhambi, na hata unaliendea kusudi lako la kuleta duniani. Mtu wa Mungu, moto upo. Tumkubali Yesu Kristo, tubadilike.